An Kelvin Owino Ouma. Mimi ni Kelvin Owino Ouma. Siaya County. Natoka eneo la Siaya County. Ajala ya Obambo. Mimi ni wa Ndelo Obambo. Obambo kanyo mano wala. Obambo hapo ndiko nilikozaliwa. Kutelu Nomna Alex Ugola na mzee aitwaye Alex Ugola. Mama wa Ana Akinyi Ouma. Mama wangu ni Ana Akinyi Ouma. Tunya ye baba mpara ni mwana mshai. Rohoni na sadiki ni wazie neema Mungu amenitekelezea. Tulipokuwa tunakuwa tukitoka chini na mimi nasema kuwa mwendalawa niliibuka kuwa mwana wa kwanza nyumbani kwetu. Kitu hicho kikafanya nikashuhudia vitu vingi pale kwetu. Tulikuwa na maneno yaliyokuwemo pale kwenye ukiwa wetu. Wakati nilipata kutazama nilipata kuna yule shetani wa utasa anayeangamiza watoto. Hiyo ikafanya baba wetu wa 14 anaitwa yule kifungua mimba. Neno hilo ilifanya babu yangu akaona akatua vibaya. Ilimlazimu awe mwana wa pili. No kalosia turua mojupo Kisumu County kwa Kabaru Nyakati. Alipita Siaya akafika hadi kwetu Nyakati. No kalo kanya mojupo Kano Aero. Akapita hapo akafika Kano Aero. Kanya emano kawe na wamateni. Hapo ndiko alikochukua nyanyangu mdogo. Kano paranda umedumu cha marachi mande kwenye tenda. Alipodhani kuwa nyanyangu mkubwa ndio mbaya alikuwa akiangamiza wanawe. Kama dawa matino donjo inbe dala. Wakati nyanyangu mdogo naye alikuja kwenye boma, alipata kama yule mwadui tayari alikuwa amemsubiri. Watoto wake wa 7 wa kwanza maadui waliuala. Akaachiwa wa 8, 9 na 10. Hiyo ni jambo iliyomo kwetu ambapo inatenda kazi hata sasa hivi. Jambo la pili niliyoshuhudia kwetu ilikuwa ni upumbavu. Hakuna yule aliyeenda shuleni. Nimeona kwa macho yangu. Naona kama mtu hawezi andika chochote chini. Jina lake anakifahamu, ila hawezi kayanakili. Kwa kuwa alikuwa mpumbavu hakuhudhuria shule. Kama upumbavu iko katika boma watu wa Mungu, kazi mzuri mtu anaweza kafanya nilete mali kwenye boma alipo. Jambo hilo ikatua nafsi kwa ufukara bila chochote kile. Yule alikuwa anafanya kazi kwetu, alikuwa mchungaji wa ng'ombe pale kwenye eneo. Yeye ndiye angesubiriwa mwisho wa mwezi. Nimeshuhudia ufukara na macho yangu watu wa Mungu. Tena mimi nikirudi nyuma tungeweza kula. Chakula cha mchana tungesikia tuko mbali, sisi hatungeala. Tungekula chajio cha usiku. Tulipotoka shuleni tungepata viazi kidogo ndio tungeandaa. Kama hakunge kuweko na pesa ya kushiaga, mimi nilichumia kifaa kuandaa unga ili tupate kula. Maneno hayo yaliendelea nasi. Mungu wa babangu alitusongesha polepole hivyo. Ole niliposoma nikafika darasa la 8. Pale ambapo nilipaswa kuhudhuria kidato cha kwanza. Ole watu wa Mungu hakukuweko na pesa.
baba na usanyaro ya moroma tele school. Babangu aliuza ndama yake ndogo akanipeleka nao shule. Ndio sasa leo. Alinunua sare 2. Ndio na longa leo. Akaninunulia na longi 2. Ndio na wote la chia. Akanibaia viatu pea moja. Ndio tai. Na tai. Ndio sio school. Akaniambia mtoto wangu enda shuleni. Mimi nilikuwa kwa chokora za buru Ole kufika darasa la 8 nimeujiza. Mungu alinipeleka kidato cha kwanza. Nikaanza shule jinsi wengine nao walianza. Sababu ya fukara shule nilikoitwa singeweza kuhudhuria. Nilipelekwa shule la eneo pale ambapo ilikusanya wanafunzi wote. Unatembea masaa 2 ndipo ufike shuleni. Nilianza shule jinsi hivyo. Mungu aliye ole, Mungu wa baba yangu akanena na mja fulani. Ole kule Uriri anaitwa George. Alimhubiria neno akiwa na uzito kwake. Mtu huyo alishindwa kupata mtoto ila alipohubiriwa akapata mtoto. Alisadiki kunilipia karo peke yake. Sasa kwenye karo Mungu akapata kupenya nasi jinsi hivyo. Ole salio yote hayakuwepo. Nilipoingia kidato cha 2, maadui wa raha walipata kuingia maishani mwangu. Hawakujali ile hali niliyokuwa nikienda nalo shule. Nilikuwa msherati. Nikakuwa mwana raha sana. Nikakuwa mwana vita sana. Nilipofika kidato cha 3, maneno yakasambaratika watu wa Mungu. Mashetani wa upumbavu waliniondoa shuleni. Nilikuwa naondoka niende shuleni ila singefika shuleni. Sababu nilikuwa kwa ile chuo ya kuenda na kurudi kama kawaida. Pale ambapo nilitoka kuna yule angefahamu. Nilikuwa mkora ambaye angevamia watu na usiku. Nilikuwa mwizi kwenye eneo letu. Jambo ambapo ni wachache walikuwa wananifahamu. Nilimcha neno la Mungu ambapo babangu aliubeba. Nilipofika kidato cha 4, mashetani wale wakainuka kabisa. Sasa nikawa yule hatari kabisa. Mashetani wa upumbavu wale wa umasikini wakaja kwangu dhahiri. Yale sare niliyobaiwa nikiwa kidato cha kwanza. Ndio nilifika nao kidato cha 4. Ile shati jeupe niliyobaiwa iligeuka rangi nilipofika kidato cha 4. Mgongo wake uliisha yote. Ole longi iliisha, nilikuwa nikilifunga tu. Mwanafunzi mwenzangu alinitusi. Akanieleza kuwa shilingi 10 ya kununua shindano sokoni nyinyi hamna. Hilo jambo liliniingia vichungu mno. Kufika jioni nikamweleza mama. Mama akapata kulia. Ole mwanangu mimi. Hata hivyo jinsi nitanunua kitu hicho au sina namna. Haikuwepo watu wa Mungu. Tulikuwa katika mavumini chini kabisa. Mashetani hawakujali hali hiyo. Ilipofika wakati tufanye mitihani, watu wa Mungu, mimi nilisali hadi kukakucha. Ila kesho niko na karatasi. Hata kama wewe ulikuwa na busara jinsi gani huwezi kapita. Hiyo ilifanya nikatoka shuleni bure.
Luka dogo Nyasaye. Nyasaye no. Mungu huyo. Nyasaye no. Mungu huyo. Nyasaye no jawadwa. Mungu huyo wenzangu. Imenakuliwa ni kitu cha muhimu sana mtu akijipata mkononi mwa Mungu aliye hai. Nasema mimi nilirudia kidato cha 4. Hata barua watu wanaondoka nao shuleni mimi sijui mahali ilipo hadi wa leo. Hata kama lipo haliwezi kusaidia lolote lile kwa kuwa nilianguka kabisa. Ole ilikuwa tarehe 1 mwezi wa kwanza. Kama tumevuka mwaka tayari. Mimi hata kanisani singeenda watu wa Mungu. Mkutano ikija kwetu ningetoweka. Narudi baadaye kama imeisha tayari. Siku ya Jumapili saa 4. Mungu akanena nasi wapaswa uende maabadini. Nilichukua baiskeli yangu nikaenda maabadini. Nilijua utu na mienendo ya ibada jinsi ilivyokuwa. Saa 5 hivi kama watu wamemaliza ibada. Nilikaa huko nyuma karibu na lango. Nilijua tu watu wakimaliza ibada nitatoweka mara hiyo. Ole nilipoingia kanisani. Ole jinsi watu walinifahamu kwenye eneo. Wengine pia walinifahamu. Watu wakashangaa kanisani. Ole ni kipi amekuja kutafuta kanisani. Niliketi na pale nyuma. Nilipata wanafunza neno la Mungu. Mhubiri alikuwa akisema ole ulimwenguni tunakoishi. Kuna kile kinaweza shinda binadamu. Hata ukiwa msomi kinaweza kukushinda. Hata uwe na pesa chungu mzima kinaweza kukushinda. Hata uwe mtu mshuhuri linaweza kukushinda. Nilisikia wakidokeza pole kile ambacho kinaweza shinda binadamu. Nikapata usherati kinaweza mshinda binadamu. Ole ile asira kinaweza shinda binadamu. Ole ufukara na shida kinaweza sabaratisha binadamu. Ole vita na kero kinaweza shinda binadamu. Wakati alinena nilimsikia pole pole. Nikasema vitu hivi ni kweli vimenishinda. Hata wakinena kuwa vitu hivi vimeshinda. Ole usherati limenishinda. Ole mimi ni wasira limenishinda. Ole napenda vita limenishinda. Akasema kuwa hata kama umeshindwa jinsi hivyo, kuna yule anayeshinda. Kuna yule zaidi ya hizo. Mtu akisadiki kwake anaweza kumshindia vitu hivyo. Hata kama hata leo hii kile nilichokuwa nafahamu wakati ibada iliisha, nilijipata mbele. Nilikuwa nimeketi kule nyuma. Jinsi nilitoka nyuma nikafika mbele sikuwa na ufahamu. Ole mhubiri akaniweka chini. Akanieleza wasikia mja mdogo. Ole Yesu ameokoa maisha yako. Ole usije ukarudi kwenye matendo yako tena. Ukirudi ukaingia kwenye dhambi. Ole utapatwa na kifo ukafa ukiwa mchanga. Jambo hilo lilinishika mioyo. Tangia siku hiyo nilisadiki kutembea na wokovu. Ole maisha yangu iligairi siku hiyo. Na hisi nimebaki mwepesi. Na hisi nimebaki vyema. Ole hata kama watu wengi wanitaki. Marafiki niliokuwa nao sasa wako wananitaka tena. Ilikuwa ufukara ni baji sigani.
no. Nilirudi kwa mhubiri. Nalo pona no garage. Nikakaniambia si mbaya. Bora kama bara. Ole umefika mahali pema. Na sasa ndo mkonyi. Mungu huyu atakusaidia. Ndio yeye kode. Ole wapaswa ukae naye. Ndio yeye wote kode. Ole usadiki kuwa naye. Ndio chimudo mkendo. Ole jambo limebaki tena. Ndio ngone Roho Malala. Inaitwa Roho Mtakatifu. Nupuja Roho Malala. Alinifunza Roho Mtakatifu. Ukinde bwaro. Ole kwa fursa kubwa sana. Ndio kama Roho. Sikupata roho. Ndio chokroke korogwe makanyo. Walileta mkutano kwenye eneo letu pale. Kwenye mkutano kupina Nairobi. Mkutano ilikuja tokea huku Nairobi. Nupuja sai. Walifunza neno la Mungu. Ndio chokroke na bila cha kufunika kikoni. Kwenye mkutano nilihudhuria hadi mwisho wake. Haya walipokuwa wanatoa hema sasa. Haya siku ya Ijumaa jioni. Walifunza Roho Mtakatifu. Walifunza kilindini sana. Wakasema kama una Roho Mtakatifu, ole kizuri utapokea kwa Mungu alipo. Kama una Roho Mtakatifu, mashetani waliokuwa wakikukera bado watarudi tu. Kama una Roho Mtakatifu, vita iliyokushinda ile bado yatakushinda tu. Ole kabla haijatua. Watu wa Mungu nilipata roho. Sababu kesho wanakuja hema. Ole nililia roho. Nabaki vibaya. Na injili linatoweka. Ili nilazimu na jioni. Baada ya mkutano nilienda kwa nyumba ya ubiri. Wakati niliingia nikawaambia wenzangu, ole hema imekuja. Mimi nimebaki vibaya. Nimebaki bila Roho Mtakatifu. Ole adui atanishinda tena. Ole kwa nyumba hiyo jioni. Wakanieleza Roho Mtakatifu tunaye mahali hapa. Ukitaka roho hapa. Ukitaka roho yuko hapa. Niligotisha chini. Nikaita mara moja tu. Nikagutuka ndimi limegeuka. Nikanena na ndimi. Ole nilinena kilindini. Nilinena kwa masaa kubwa. Hata nilipokuwa naenda kulala nilikuwa nanena na roho. Wananieleza kuwa nimepata roho. Ole Mungu mwenyewe bali utembee na roho huyo. One makuu ya Mungu. Utembee na roho. Nilitembea hapo. Nilikuwa naona pale kulikuwa na vitu. Nilitoka pale kwetu naenda kwenye mkutano mimi niko pale kwetu. Roho Mtakatifu huyo alinena na mtu fulani pale Katito eneo hilo. Ole yule ambaye simfahamu wenzangu, yule ambaye si hata mcha wangu. Ole ni yule sikuwa namjua. Akaongea na babangu, nipe mtoto wako huyo niende naye Nairobi. Ole ilikuwa ni neema watu wa Mungu. Roho Mtakatifu alinitoa nyumbani akinileta mjini. Kupitia yule mja sikuwa namfahamu. Ole watu wetu walikuwa humu Nairobi. Watu wa ujomba wangu walikuwa humu Nairobi. Hakuna yule alinipokea. Ole yule nisiyemfahamu alinipokea. Akaniambia kuja. Nitakufunza kazi. Ole nilienda kwake kule Kibira. Hapo ndipo niliishi na mzee huyo. Nikajifunza kazi pale jijini. Cha kulipa sikuwa nalipa chochote. Roho Mtakatifu watu wa Mungu alinifunza kazi. Haleluya! Roho alinifunza kazi bure. Kama sijamaliza vizuri, Mkikuyu fulani akanichukua. Nataka kukuweka hapa kwangu. Tutasema mengine baadaye. Nilifanya kazi watu wa Mungu. Mungu alitembea nami. Mungu alipita nami.
Nyasaye no miana weche mabeyo. Mungu alifanya nikaona mazuri. Na bedo ng'at mokwongo mondike tich. Nilikuwa mtu wa kwanza kuajiriwa kazini. Kawenda kwa wanamne kwa dala cha. Ole kando na mchungaji yule alikuwa kwetu nyumbani. Ndio tich pia Nairobi. Ole kulikuwa na kijakazi huko Nairobi. Na tena tiji kudu kuchego. Nilifanya kazi kwa yule Mkikuyu. Na naona chelo kwa mgi. Nilikuwa mmoja wao. Kama Vincent Ngomba. Akaniambia umefanya kazi vizuri. Kasema bedo ngei mabaya. Ole nimekufahamu vizuri. Nataka kudicha kazi. Nataka uende uanzishe mahala pako. Ole sikuwa najua. Ole sikuwa najua jinsi ningeanza. Jinsi ya kuanza sikuwa na ufahamu. Roho ndiye aliniongoza. Nikapata nyumba fulani hapo kwetu. Mwaka uliopita nikamwambia Mkikuyu hivi, nimepata nyumba isiyo na mtu. Naweza anza na hapo. Akakuja akaniongeza ujasiri. Akaniambia wewe tu Mungu anafahamu. Ole nilianza kwa nyumba isiyo na chochote. Ole ilikuwa nyumba isiyo na chochote kile. Wakati nilipata customer, naenda kufanya kwa yule babangu aliyenifunza kazi. Napata pesa na kuja na lipa hii nyumba yangu. Ole Mungu alileta vitu. Mungu alileta vitu vizuri watu wa Mungu. Ole niliyotoka nao shule. Wakati nimesimama mimi ni mkurugenzi. Ole Mungu mkuu. Roho Mtakatifu ndiye amenitendea hilo. Sasa ninasadiki nimshukuru Mungu. Ole Roho ametenda maneno makubwa. Ole hata kama kuna yule alienda shule. Leo nikisimama hapa na mchana watu wa Mungu. Watu wa kwetu wanasoma, watu wawili wanacheza. Mungu ndiye ameleta. Ole magonjwa yaliyokuwa kitukera. Roho niliponya. Mimi ni mzima Januari hadi Januari. Ole Mungu amenitendea wema wenzangu. Nikisimama na mchana wa leo. Yesu ni mkweli. Yesu ni mwokozi. Yesu ni mponyi. Yawezekana mtu akisadiki wenzangu. Ole hata kama ni kidumu kabisa. Yesu akirudi. Mimi na ngine Yesu alemu mpia.